Amen. Leo walokole tumekuwa wazembe. Mimi niwaambie, leo walokole ndio shetani ameingia makanisani. Si kama unaelewa ninachosema. Leo makanisa yamebaki majina tu walokole, lakini ndani walokole haupo. Yaani ndani kweli ya Mungu haipo. Ndio maana tunaona kanisani kuna vitu vibaya vingi vinaendelea. Baada ya kanisa kutengeneza watu wazuri, leo kanisa linatengeneza watu wabaya. Baada ya kwamba watu wafurahie watu waliokoka, leo watu wanaona watu waliokoka ndio kero. Nini? Tabia hazibadiliki. Mifumo haibadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Na vitu vingine tunaochangia ni wachungaji wenyewe. Amen. Ndio maana unaweza kuona hata ndoa zinazofungwa miaka hii nyingi ni chache zinazodumu. Ni chache zinazoendelea. Za zamani zilikuwa zinadumu sana. Lakini leo nyingi hazidumu. Kwa nini hazidumu? Kwa sababu ndoa zinazofungwa hazifungwi kwa Mungu, zinafungwa na shetani. Yanaona tu tangu maandalizi mpaka siku ya shetani tu. Alafu nafikiri itadumu. Sema mnaenda kwenye kumbi wanakofunga na kwenye kumbi. Unaona nini? Kaone mwanamke aliyevaa shera ya ndoa siku ya ndoa. Unamwambia hivi ni shetani ni mtu? Mbele ya watu. Yana anavaa nguo kifua manyonyo yako wazi. Anakatika viduku huyo. Hajaoana na mume wake ile siku ya kwanza. Yaani hana aibu, haona aibu. Alafu anafikiri ndio itafanya. Vazi aliyovaa tu aibu. Sasa wanatumia vazi moja anasema simu mshono wani wa nguvu si mimi. Sina itweje. Yaani huku maziwa yako peupe. Huku hapa kwenye matako linabana kidogo. Huku chini linapanuka pana. Yanaitwaje? Si ndio mshazali wao? Eti wanafunga ndoa ya kimungu. Vitu kama hivi vitakiwa kuvikemea. Vitakiwa kuvikemea. Ndio maana ndoa za zamani vijijini inafungwa ndoa, wanasherekea hapo hapo, wamejenga hapo, lakini zinadumu. Leo vitakataka kibao, wakodi na ukumbi, si nini bado. Leo mnachanga zawadi, kesho nakuta mwanamke yupo kwao. Mlitoa na majaba yenu. Hata mwezi ya uishi wameachana. Nini? Maana yake tumekosea. Na haya sio serikali, ni makanisa yanaongeza uharibifu. Kwani leo tangaza mtoto wako anaoa kuna harusi. Kamati ya kwanza ni wachawi. Ndio wanaoratibu mipango yote ya harusi. Si wana ubaroni. Nashangaa kwenye kamati mwenyekiti chifu wa mtaa. Ndio mwenyekiti wa harusi. Wanapanga mipango yote. Amen. Michango wanachanga mingi, wanaenda kodi ukumbi. Wanashangaa jamaa hata kitanda hana. Wanaenda kodi nini? Na gari, na kila kitu. Ndio maana kwenye harusi zenu nashangaa wamejaza mabia. Huwezi ukasema bia, mimi nimeokoka. Kwani umeokoka ulichanga hela? Ndio maana kwenye ukumbi kuna bia, kuna pombe, lakini harusi ya mlokole. Hivi wanafikiri nini kinachoingia kwenye hiyo ndoa? Maana matokeo hii ndoa inakuwa imebarikiwa na shetani. Haiwezi kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kufanya. Haiwezi kudumu, lazima tu itaharibiwa kwa sababu imefungwa chini ya utawala wa shetani. Ukisema haya wanasema huyu mchungaji hana elimu. Eti elimu eti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati walokole na sisi ufike hata kama kuna harusi kamati iwe ni ya walokole tu. Sawa. Yaani undeni kamati ya waliokoka tu. Sasa wao kamati wanaongoza wapagani tu. Utawaambia nini? Wanapanga tutakula hiki, kreti 10 za bia, pombe, si nini, utabishi. Amen. Je, ndoa zinadumu? Chochote kilichoanza na Mungu kinadumu. Chochote kilichoanza na Mungu hakiharibiwi na shetani.
Yaani hata kazi yote inaanza na Mungu haiharibiwi na shetani. Hata kama shetani angeinuka haiwezi kuharibika. Kwani? Kwa sababu imeanza na msingi ulio imara ambao ni Yesu. Leo tunaanza na msingi mibaya, ndio maana tunamaliza vibaya. Ndio maana tunamaliza vibaya. Watumishi wa Mungu, ufike wakati tumjue Mungu alivyo, tujue uwema wa Mungu na kazi ya Mungu tumseme, la shetani tulikataa.